Usambara Mountain TV, furaha yetu daima. Wananchi wa wilaya Lushoto wametakiwa kuendelea kutunza mazingira na vyanzo vya maji pamoja na kutumia nishati safi ili kulinda mazingira na kuboresha afya za jamii. Wito huo umetolewa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Lushoto, Ikupa Halson Mwasioge, wakati wa maadhimisho ya kilele cha siku ya mazingira duniani iliyofanyika kata Manolo wilayani humo. Katika maadhimisho hayo ambayo yameambatana na shughuli mbalimbali ikiwemo upandaji miti, ugawaji wa mitungi ya gesi pamoja na kutoa vyeti kwa wale ambao wamekuwa wakiendelea kutunza mazingira, risala iliyosomwa mbele ya mgeni rasmi imeonyesha jitihada mbalimbali zinazofanywa na halmashauri ya wilaya Lushoto kwa kuwashirikisha wananchi katika utunzaji wa mazingira katika wilaya hiyo. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu isemayo Dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Kauli mbiu hii inatukumbusha umuhimu wa kuchukua hatua za makusudi katika kulinda mazingira na kuhakikisha maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii yanaenda sambamba na uhifadhi wa rasilimali za asili. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya wilaya Lushoto inaendelea kutimiza majukumu yake ya uhifadhi wa mazingira kwa kujumuisha shughuli mbalimbali ikiwemo usafi wa mazingira, usimamizi wa taka ngumu, upandaji wa miti, matumizi ya nishati safi na salama na uhifadhi wa misitu. Kwa wastani tani 5,987 za taka huzalishwa kwa mwaka, ambapo tani 2,395 hupelekwa katika dampo kwa ajili ya kuteketezwa. Halmashauri imeendelea kufanya usafi katika masoko, magulio, vituo vya mabasi, mitaro na maeneo ya makazi ya wananchi. Aidha, elimu ya mazingira imekuwa ikitolewa kupitia mikutano ya hadhara, matangazo kwa umma, machapisho mbalimbali na mabango kwa uhamasishaji ili kuimarisha ushiriki wa wananchi katika utunzaji wa mazingira. Aidha, diwani wa kata ya Hemtoe, Salim Kajia, amesema uharibifu wa vyanzo vya maji imekuwa janga kwa taifa na kuwataka wananchi kuacha uharibifu wa vyanzo hivyo na kutaka serikali za vijiji pamoja na watendaji wa kata kutunga sheria kali takazoendelea kulinda vyanzo vya maji. Kama kweli mna uhitaji wa maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu, na wasihi sana msiguse vyanzo vya maji. Ndugu yangu mgeni rasmi, moja kati ya janga kubwa la taifa kwa sasa hivi ni kuharibika kwa vyanzo vya maji kwa kasi ya ajabu. Kama mnataka mupate maji, mnataka mazingira yenu yawe mazingira salama na mazingira rafiki, kusema kweli acheni kugusa vyanzo vya maji. Kwa kuwa mtendaji wa kata na kijiji yupo hapa, naomba alichukue jambo hili kulisema katika vijiji, lakini ikiwezekana tutunge sheria kali ambazo zitapambana na watu hawa ambao wanakwenda kugusa vyanzo vya maji, kwa sababu sisi wanasiasa kazi yetu ni kwenda kuomba miradi ya maji. Sasa ukijengewa mradi mkubwa wa maji, hebu niambie, baada ya kujenga na ukakamilika, nini kitatokea kama hakutakuwa na maji kwenye maeneo hayo? Matokeo yake ni kwamba tutakuwa tumeitia serikali hasara, tunajenga miradi mikubwa lakini maji hayatoki. Kwa hiyo kuanzia leo kila mtu na balozi wa mwenzake kumwambia kwamba adui mkubwa wa vyanzo vya maji kwanza ni kuchoma misitu moto, lakini kupanda miti ambayo sio rafiki. Lakini jambo jingine ni kwenda kulima karibu na vyanzo vya maji. Hata wale ambao wanatumia kuni, kuondokana na utaratibu huo wa kutumia kuni na twende kutumia nishati safi ambayo kwa siku hizi tena imekuwa bei nafuu sana. Manolo oye! Naye mkurugenzi wa halmashauri hiyo akizungumza katika maadhimisho hayo amesema utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi na kwamba hatua za kulinda misitu, vyanzo vya maji na matumizi ya nishati safi ni muhimu katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwanza niendelee kupongeza kazi kubwa ambayo imeifanya katika utunzaji wa mazingira kwa halmashauri yetu ya wilaya Lushoto, na kipekee hapa ambapo leo tunaadhimisha ni kilele cha maadhimisho haya hii kata ya Manolo. Ninawapongeza sana. Ninyi wenyewe ni mashahidi namna ambavyo mnaona mazingira na namna ambavyo miti imezunguka vizuri na wananchi walio na mwamko katika kuhakikisha wanaendelea kuikijanisha Tanzania. Hongereni sana. Lakini pia katika taarifa ya risala, katika taasisi ambazo zinahudumia zaidi ya watu 100, zote zimefikiwa kuelekezwa umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Na hii ni kuunga mkono juhudi kubwa ya Mheshimiwa Rais
ambaye hata ametunukiwa kama ni mwana mazingira ambaye amefanya kazi nzuri, sio kwa ajili ya Afrika ya Tanzania, lakini ni Afrika pia. Wameona juhudi kubwa ya kupinga matumizi ya ukataji miti, lakini tutumie nishati mbadala. Nishati ile mbadala ni pamoja na kuimarisha afya zetu, lakini na kuhakikisha mazingira yanatunzwa, kwa sababu miti haitakatwa. Kwa hiyo katika zile taasisi ambazo zimepokea ujumbe, kuna taasisi ambao 100 katika hizo taasisi 15 zimebadilika kutoka katika ukataji miti, zinaendelea kutumia nishati mbadala. Niendelee kutoa wito na maelekezo kwa taasisi zingine ambazo bado, tuhakikishe na sisi tunajiunga, tunatoka katika ukataji miti na matumizi ya zile nishati zingine ambazo si safi, ambazo zilikuwa na madhara na zinaleta uharibifu wa mazingira. Tuhamie katika nishati safi ya kupikia. Usambara Mountain TV, furaha yetu daima.